Hello guys, vipenzi vya ZJon TV online tena cheni kombela kama nikiwa na mvite wangu ambao niko naye kwa siku ya leo. Tuko mahali ambapo kuna upepo kazuri sana. Watu wa Kigoma mnapaelewa. Nitaenda kupiga naye mastori moja mbili tatu na wengine mtamjua ni nani. Mimi mwenyewe sifahamu lakini tutaenda kumjua zaidi. Habari yako mtumishi? Salamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Napendeza? Asante sana. Nani kahudumia? Hapa mtu wangu kabisa kufanya kazi yake. Hongera zake kwa mama mtu. Asante sana. Mtumishi nakutambua kwa jina gani? Mimi ni Laurent Minister. Ndio. Laurent ni mtu wa aina gani katika maisha kawaida? Maisha kawaida, mimi ni mtu wa kawaida, kwa kazi za kawaida na naishi maisha kawaida kama hivyo. Laurent ameokoka na mjua Mungu? Ndio, mimi kama unasikia kwanza Laurent Minister, ukisikia minister ina maana mwinjilisti. Kwa mimi nampenda Yesu, nimeokoka, nampenda sana. Jambo la heri kwa sababu kwa siku hizi vijana kusikia kijana ni amemjua Mungu ni kitu ambacho hakipo sana katika hii ya generation yetu, tuseme hivyo. Laurent ni mhudumu, ni muinjilisti na ni mwimbaji pia. Ndio, mwimbaji. Mtaki kuhitaji atakupata kwenye mtandao ina gani, akipenda kuangalia, kufuatilia na kusikia nyimbo zako atakupataje? Ni hiyo Laurent Minister, TikTok, ni hiyo Facebook, YouTube. Popote, all digital platform watanipata. Yaani hiyo jina tu. Ndio. Laurent, ni miaka tunaweza kusema uko mwinjilisti na uko mwimbaji pia. Inakuwaje mtu ajikute ni mwinjilisti ama mtu ajikute ana kipaji cha kuimba? Inakuwaje wewe kama wewe kujua mtu na kumtambua huyu mtu ana kipaji, unamjuaje? Kwanza kipaji kipo, lakini pia wito upo. Mimi nina kipaji cha kuimba, lakini pia nina wito wa kufanya injili. Nikaona wacha nifanye kazi yangu ya uinjilisti katika nyimbo, lakini sio tu katika nyimbo, hata katika kuhubiri yote. Ndio. Utawaambia nini vijana wengi ambao wanajikuta ukiwaambia kazi za Mungu ama kumwambia mtu aachie maisha yake Mungu, ambao wanakuambia Mungu gani ambao hatumuoni? Utawaambia nini ambao yani hawaeleweki vijana wa sasa? Ndio, vijana wa sasa wanatakiwa wajue kwamba Mungu yupo, Mungu anaishi, Mungu ataendelea kuwepo milele na milele. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mimi mwenyewe nishamuona Mungu, sio kwa macho ya kibinadamu, lakini tu kwa macho ya kiroho nishamuona Mungu, sababu Mungu amenitoa mimi mbali sana. Bila Mungu nisingekuwa hapa. Hakuna mwanadamu ambaye angeweza kunisaidia mimi kwenye maisha yangu niko hivi ambavyo niko sasa hivi hapa, kwa sababu ya Mungu. Kwa hiyo vijana ambao hawamtumiki Mungu na hawataki kujiraproshe na Mungu, ninawaomba sana wajitahidi sana, bamsogelee Mungu. Mungu yuko, wamuombe kwa maombi, ataitika na watamuomba. Kijana popote ulipo, mtumishi kama alivyosema, ambao wao muamini Mungu. Kuna baadhi wanasema mtu kimwambia Mungu anatenda, anakuambia Mungu gani ambao tujawahi kuona kwa macho. Mungu sio paka aje umtokee kwa macho, anaweza kupitia mtoto mdogo, anapitia mzee, lakini wewe usijue kama ni Mungu ambaye amekutembelea. Kwa hiyo tunapotembea katika nyanza tofauti, tuwe tu watu wa kutii zaidi na kuheshimu mtu yoyote. Usiwe na mdharau mtu kwa sababu ule ambao unadharau anaweza kuwa ndio Mungu mwenyewe ambaye amekutokea. Hiyo ikoje? Ndio hivyo mtumishi? Ndio, ni kweli kabisa. Ndio. Ndugu mtazamaji wa ZJon TV, hapa nilikuwa na mtumishi Laurent. Sijui kama ana neno la kuweza kuongea na mashabiki wa ZJon TV pamoja na mashabiki zake. Karibu. Bwana, mimi nawasihi sana ndugu zangu ambao mnafuatilia hii TV, muendelee kuifuatilia, lakini pia muendelee kutufuatilia na sisi katika nyimbo za Injili. Muda sio mrefu tunaanza mikutano ya Injili. Na naomba watu wote wajue kwamba mwezi wa 11 tayari tuna mkutano tunauandaa. Na hivyo wajitahidi, tutatoa tarehe, tutatoa mahali, muda sio mrefu. Njooni mtusupport, na hii TV mnaiona hapa itakuwepo pale, itakuwa inashika matukio yote, mtamwona dada yetu atamtumikia Mungu pale, tutamwalika. Asante sana. Ndio, ndugu mtazamaji wa ZJon TV, kama mlivyosikia ni mtumishi Laurent ambao wanaandaa mkutano wa vijana, kuta vijana ambao wanajituma kutumikia Mungu, kusambaza huduma kwenye mtandao tofauti, ambao mkutano utakuwa tarehe sijajua tarehe, lakini mwezi wa 11. Kwa hiyo mkaeni kwa
kupokea tukio na kuweza kuzuia kwenye mkutano huu. Utakuwa ni mkutano mzuri sana wenye maadili mema na kutangaza injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo muendelee kusubscribe, comment, share. Tena jeni kwa mbele ya kamera. Bye bye.